Michipuko ya 103.9 MUFM kwa taarifa ndani na nje ya chuo kikuu cha Moi. Na hujambo mpenzi msikilizaji, ni matumaini yangu umzima na ubuheri wa afya popote ulipo. Karibu kwenye makala yetu ya michipuko ya wiki ambapo tunaangazia taarifa zilizogonga vichwa vya habari wiki hii, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2025. Msomaji wako ni mimi John Ouma. Tukianza habari zetu ni kwamba Rais William Ruto ameutetea mpango wa nyumba za bei nafuu na kusema kuwa utasaidia sana kuwatoa wakazi kutoka vitongoji duni na kuishi katika nyumba za kisasa. Rais alinena haya akiwa katika kaunti ya Nairobi siku ya Jumapili, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Lilian Kasioka. Rais William Ruto alishiriki ibada ya siku ya Jumapili katika eneo bunge la Embakasi Magharibi, kaunti ya Nairobi, kisha akazuru eneo la Makadara ambapo ujenzi wa nyumba za bei nafuu unatekelezwa. Aliutetea mradi huu kama ambao unasaidia katika ukuzi wa taifa. Wewe mwananchi ambaye unalipa shilingi 2,000, 3,000 kwa slum, tutakutoa huko, utakuja kulipa hiyo 2,000, 3,000 ukiwa unaishi kwa nyumba mzuri hapa. Huku aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akiendelea kuukashifu mradi huu, akisema kuwa haujafikia malengo yanayohitajika na Wakenya na kukiri kuwa haujali wananchi wenye vipato vya chini. Rais Ruto ameonyesha msimamo wake wa kutoruhusu mtu yeyote kuupinga, kwani ni mradi wa bei nafuu. No amount of intimidation or name calling is going to change my course, because I have an assignment to transform Kenya. Tunaelewana jameni? Na niko na muda ya kutosha ya kunyorosha hii maneno. I have enough time. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja aidha ameuunga mkono mradi huu wa rais, akiwashauri wakazi wa Nairobi kuutilia maanani, kwani utasaidia katika ukuzi wa taifa. Na haya ya kijiri, viongozi wenza wamewakashifu vikali viongozi ambao wanamdharau rais. Affordable housing sio nyumba peke yake. It is a community. Hawa watu lazima wawe na njia ya kuishi. Ukileta watu 10,000 mali moja, si soko inatakikana? Si ndio hiyo? Si shule ya ECD inatakikana? Si hospitali inatakikana? Mambo ya Daktari President wetu Ruto si mambo ya broad based, ni 10 bila break. Watu waache kutukana rais. Rais heshimiwe. Kama unataka kuwa rais, heshimu rais ule yuko. Nikiripotia makala ya michipuko ya wiki ya 103.9 MUFM, jina langu ni Lilian Kasioka. Na tukiachana na hayo ni kuwa kifo cha mwanablogu Albert Ojwang kimeibua maswali tata baada ya sintofahamu kuhusu kiini cha tukio hilo. Kulingana na taarifa kutoka kwa idara ya polisi, Albert alifariki Jumamosi wiki iliyopita akiwa katika kituo cha polisi baada ya kujitia kitanzi kwa kujigonga kichwa ukutani, taarifa ambayo imekinzana pakubwa na ripoti ya upasuaji wa maiti. Mwanahabari wetu Elizabeth Mutongoi na taarifa hii kwa utendeti. Alhamisi saa 7 mchana wiki iliyopita, Ojwang alikuwa nyumbani kwake akishiriki chamcha pamoja na familia yake katika eneo bunge la Kasipul, kaunti ya Homa Bay, wakati maafisa wa upelelezi walipowasili ghafla na kumkamata kwa madai ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni. Baadaye alifikishwa katika kituo cha polisi cha Central mnamo Jumamosi, ambapo alisajiliwa katika kitabu cha matukio. Kulingana na inspekta wa polisi Douglas Kanja, usiku wa kuamkia Jumapili, Ojwang alipatikana akiwa amepoteza fahamu na kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Bangathi ambako alifariki. Polisi wamedai kuwa alijigonga ukutani akiazimia kujitoa uhai. On Friday, 6th June 2025, Albert Omondi Ojwang was arrested in Homa Bay County by DCI detectives for the offense of false publication. Records indicate that he was transported to Nairobi, where he was questioned by officers from the DCI headquarters on Saturday. He was later booked at the Central Police Station at occurrence book number 136/7/6/2025 at 21:35 hours. During a routine cell inspection, Ojwang was found unconscious. He was immediately rushed to Bangathi Hospital for treatment.
as documented at occurrence book number 9/08/06 of 2025 at 01:39 hours. Upon arrival, he was declared dead. Hata hivyo, ripoti hiyo ya polisi imekinzana na ile upasuaji wa maiti iliyotolewa na baadhi ya wanapatholojia, ambayo kulingana nayo Albert alifariki kutokana na majeraha kichwani na baadhi ya sehemu za mwili na kukosa hewa kwa kukabwa koo. There were serious injuries to the head. There were also features of neck compression. There were also multiple soft tissue injuries that were spread all over the body, including the head also. Mzee Opiyo Ojwang, babake marehemu, akiwa na huzuni tele baada ya kupokea ripoti ya upasuaji wa maiti, sasa anamtaka naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat kueleza ni kwa nini mwanawe wa pekee aliuliwa mikononi mwa polisi waliostahili kumpa ulinzi. Inatokea kwamba mtoto wangu amekufa kwa majeraha ya kupigwa. Nahitaji unieleze kwa nini ulimuua mtoto wangu. Kupitia kwa sheria ukaseme kwa nini ulimuua mtoto wangu. Alikukosea nini ambayo inagharimu kifo chake? Aidha, chunguzi zaidi unaendelea kuhusu tanzia hii, huku kukiwa na tetesi kuwa Albert alijeruhiwa na polisi wahuni kwenye msitu wa Karura kabla ya kurejeshwa kwenye kituo cha Central. Baada ya ripoti ya upasuaji kuonyesha kuwa Albert aliuawa, swali linalosalia ni, je, familia yake itapata haki? Nikiripotia michipuko ya wiki ya 103.9 MUFM, jina langu ni Elizabeth Mutongoi. Na tukielekea kaunti ya Nandi ni kwamba seneta wa Nandi Samson Cherargei ameendelea kumtaka Rais Ruto kufanya mabadiliko ya dharura katika wizara ya usalama wa ndani kufuatia ongezeko la visa vya uhalifu nchini. Seneta huyo ametoa mapendeleo kuwa naibu wa Rais Kithure Kindiki anaweza kushikilia wadhifa huo pamoja na usalama wa ndani kwa ndani, kwani amemtambua kama kiongozi mchapakazi na mwenye bidii katika kazi yake. Vile ametulia mkazo uwezo wa Kindiki katika nyadhifa mbalimbali. Mwanahabari wetu Lamek Augo na taarifa hii kwa kina. Naam, ni siku chache tu baada ya kifo tatanishi cha kijana Ojwang aliyechukuliwa na wanaosemekana ni maafisa wa polisi nyumbani kwao huko kaunti ya Homa Bay. Kifo hicho kimeibua masuala miongoni mwa wananchi, wengi wakiweka kibwagizo katika kuhakikisha usalama katika vituo vya polisi. Seneta wa Nandi Bwana Samson Cherargei amejitokeza kumkosoa vikali waziri wa usalama wa ndani Bwana Kipchumba Murkomen, akimwekea lawama ya kifo cha kijana huyo. Ameongezea kuwa ukosefu wa usalama vile umepanda tangu Murkomen kuingia ofisini. Kiongozi huyo amehimiza Rais Ruto kwamba kuna haja ya kufanya mabadiliko ya dharura katika wizara hiyo. Seneta huyo ametilia mkazo haja ya kuwa na kiongozi anayekaa na wananchi, kwani amesema Murkomen ni mtalii na mwana mtandao. In fact, the crime rate continues to go up and up. And therefore, I think if there is a possibility, if Professor Kithure Kindiki can become a Minister of Interior and also become the Deputy President, he can do it, because now the minister in charge is busy with social media, is busy traveling outside the country, is now in Switzerland while the security of the country is deteriorating. We gave him the budget that is needed, we have given him the laws, and therefore I think it is a high time that changes must happen and heads must roll. They either shape up or ship out. That is as we say, so that our people stop suffering. Lameka Ugo nikiripotia makala michipuko ya wiki ya 103.9 MUFM. Na katika ngazi ya elimu ni kwamba wanafunzi wa gredi ya 9 sasa watalazimika kuchagua shule watakazojiunga nazo baada ya kufanya mtihani wao wa kitaifa mwaka huu. Zoezi hili litaendelea hadi mwishoni wa mwezi huu. Mwanahabari wetu Perpetual Mdhoni ametuandalia taarifa hii kwa kina. Kwa kuwa hawa ni wanafunzi wa kwanza chini ya mtaala mpya wa CBE, yani Competence Based Education, watapewa mwongozo wa hatua kwa hatua ili kufanya maamuzi sahihi kuhusu mustakabali wao wa kielimu na kitaaluma. You pick 4 schools to make 12 schools. It's a seamless process. It's very simple and straightforward. There's no complication. It's not rocket science, so to speak. It's very simple, and I want to assure parents that once the
the head teachers have done that for every learner. Kila mwanafunzi atachagua masomo matatu anayoelewa vyema na ambao yanaendana na taaluma anayotaka kuifuata. Katika kufanya uchaguzi huu, walimu na wataalamu wa elimu watatoa msaada wa karibu kwa kuwashauri wanafunzi kuhusu masomo na shule zinazofaa kulingana na uwezo na matarajio yao. Helping the learner to identify those learning areas that enable them to get to their careers in the... Wanafunzi watachagua jumla ya shule 12. Kati ya hizo 9 zitakuwa za bweni zinazoana na masomo walioyachagua na 3 zitakuwa za kutwa zilizoko karibu na makazi yao. Aidha, walimu wakuu wa shule wanahimizwa kuanzia maandalizi ya mapema ili kuhakikisha mazingira ya shule yako tayari kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi mwezi Januari mwaka ujao. Nikiripotia makala ya michipuko ya wiki ya 103.9 MUFM. Jina langu ni Perpetual Modhoni. Na tukisonga mbele ni kwamba wabunge wa chama cha ODM wamekashifu na kukemea kifo cha mwanablogu Albert Ojwang aliyefariki siku ya Jumapili katika kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi. Wabunge hao wameonyesha ghadhabu yao bungeni wakisema kuwa ongezeko la vifo vya vijana mikononi mwa polisi vimekithiri. Mwanahabari wetu Sophie Merengo akiwa jijini Nairobi anatupakulia taarifa hiyo kwa utendeti. Wakiongozwa na kinara kiranja wa wachache bunge la kitaifa Milly Odhiambo, wabunge hao walijitokeza na kushutumu matukio yaliyopelekea kifo cha mwanablogu huyo. Kwa sasa wanahitaji majibu kutoka kwa idara ya usalama dhidi ya ongezeko la visa vya vijana mikononi mwa polisi. We cannot have this. We have buried too many young people to bury one more young person. It's not going to happen. No. Hiyo tumekata. A country which does not allow young people to express themselves and to inquire is a dead country. Aidha, wabunge hao sasa wanamtaka Rais William Ruto atimize ahadi aliyotoa kwa Wakenya kuwa maafa sawia na haya yatazikwa katika kaburi la sahau, huku wakimtaka ahakikishe kuwa polisi waliohusika watawajibikia kifo hicho. The president himself has said that he will bring to order the people that are in the government that are rogue. And we want to therefore tell the president, please strike your whip on people who are violating rights. The Independent Police Oversighting Authority must conduct an open and credible investigation, and if it cannot, maybe it should pave way for an inquest. Full accountability and full responsibility must be the way forward. Wakizungumza katika kaunti ya Kitui, viongozi wa kitaifa walioongoza naibu wa rais Kithure Kindiki katika hafla ya kupiga jeki vikundi vya kina mama na vijana walikashifu kifo cha Ojwang na kuitaka idara ya polisi kuchukua hatua kwa wale waliohusika. Anybody who may have caused that death is brought to book without favor and without fear, because one life of a Kenyan lost is too many lives lost. Our investigative and oversight bodies like IPOA, to restore public confidence, they must make sure that those officers are quickly brought to book. Please don't relent, don't just interdict, go to the bottom of why Ojwang was arrested, taken to the cell, walking and looking healthy, and the next day he was no more. Je, haki itatendeka kwa familia ya Albert Ojwang? Sisi kama wana michipuko tunasema makiwa kwa familia. Sophie Merengo nikiripotia makala ya michipuko ya wiki ya 103.9 MUFM. Na tukisalia kwenye taarifa hiyo ya mauti ni kuwa familia ya mwenda zake Albert Ojwang inataka taarifa kamili kuhusu kifo cha mwanao. Familia hiyo imeonekana kushangazwa na mkondo wa matukio kutoka kukamatwa kwake hadi pale alipoaga kiwa jela. Mwanahabari wetu Aisha Omar na taarifa zaidi. Huzuni imedhihirika katika nyuso za familia, ndugu na marafiki katika kijiji cha Kukwanyo, kaunti ya Homa Bay baada ya kupokea taarifa kwamba mwana wao ameaga. Wanakijiji walijawa na maswali chungu nzima kwa kuwa kifo cha Albert Omondi kilitokea kwa njia tatanishi. Joseph Okumu ambaye ni msemaji wa familia hii anasimulia jinsi maafisa wa DCI walivyotumwa nyumbani kwao Ijumaa wakati wa chamcha kumkamata. Maafisa wa polisi walijitambulisha na kumkamata, bali hawakuwa na idhini ya kumkamata, ila maafisa waliahidi kumlinda Albert. Albert Ojwang baadaye aliandamana na polisi hao hadi katika kituo
kituo hiki cha polisi cha Mawengo alikoandikisha taarifa kabla ya safari ya kilomita 350 hadi jijini Nairobi, na hapo ndipo alikumbana na kifo chake, huku maafisa wa polisi wakidai kuwa alijitia kitanzi akiwa jela kwa kujipiga ukutani hadi alipofariki. Aisha Omar nikiripotia makala ya Michepuko 103.9 MUFM kaunti ya Homa Bay. Na tukielekea katika kaunti ya Kirinyaga ni kuwa polisi katika kaunti hiyo wameanzisha uchunguzi katika eneo la Katwe baada ya wezi kuvamia kanisa la ACK All Saints na kuiba vitu vya thamani, kula mikate ya sakramenti na kunywa divai. Mwanahabari wetu wa kaunti ya Kirinyaga Nelson Obwana amelivalia njuga swala hilo. Waumini wa kanisa la ACK All Saints waliachwa na mshangao baada ya kufika kanisani siku ya Jumapili na kupata milango ya kanisa ikiwa limevunjwa na wahalifu waliofanya uharibifu mkubwa kanisani humo. Waliingia kwa ofisi wakachukua wine chupa 5, halafu wakaingia kwa kanisa wakachukua screens ambazo huwa tunatumia wakati wa service, na pia walienda strong room wakachukua mixture. Kanisa hilo lilikadiria hasara ya shilingi 700,000 ya mali iliyoharibiwa wakati wa wizi huo. Hii sio kitu ya kawaida, na ombi letu ni wakaweze kumbadilika, wakanjirudi, wakaone hayo matendo ambayo wametenda sio kitu ambacho kinaweza kufurahisha Mungu. Mlinzi wa kanisa hilo aidha alipatikana akiwa amefungwa kwa kamba ndani ya kanisa, ambaye aliokolewa na kukimbizwa katika zahanati iliyo karibu kwa matibabu, kisha kuelezea yote yaliyojiri usiku huo. Laptop na vitu zingine ambazo ni dogo hivi. Alafu wakaenda kwa kazizi wakaiba, kulikuwa na pesa na divai, na hata kibuyu ya watchman ile ilikuwa na chai aliweza kubeba. Sijaifikiria hivyo, na nikaambia Mungu atuonekanie, kwa sababu hii kitendo si nzuri, na hao watu wenye wamefanya hivyo ni laana wanachukulia watoto wao na hata familia zao. Tumeonelea sasa wamewaacha kuimba huko kwa kijiji, sasa wameingilia makanisani. Juu sasa hapo ni kusema hii maneno sasa imezidi. Hiki kikiwa ni kisa cha 5 cha wezi kuingia makanisani katika kaunti ya Kirinyaga chini ya miezi mitatu. Wanakijiji sasa wametoa wito kwa serikali kuwajibika kwa kufanya uchunguzi wa haraka na kuwakamata washukiwa wote na kuwafungulia mashtaka mara moja. Nikiripotia makala ya Michipuko ya wiki ya 103.9 MUFM, mimi ni Nelson Obwana. Na kwenye ngazi ya kimataifa ni kuwa maandamano yalishuhudiwa Los Angeles nchini Marekani kwa siku 4, huku wanajeshi wakitumwa kutuliza hali. Siku ya Jumapili, Rais Trump aliamuru askari wa ulinzi wa taifa kupelekwa katika maandamano hayo, hatua ambayo imekashifiwa vikali na mwanasheria wa jimbo la California Rob Bonta. Mwanahabari wetu Oliech Elizabeth na kina cha taarifa hiyo. Waandamanaji wanaopinga kukamatwa kwa wahamiaji wamekusanyika Los Angeles kwa siku 4 mfululizo. I've lived here without an identity until I was 20 years old. Thanks to my mother, thanks to my grandmother who came here and led the way, I've been able to have a successful career. Polisi wamearifu kuwa waandamanaji hao wanaweka vizuizi kwenye barabara kadhaa na kuzifunga baadhi yazo. Haya yalijiri baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuamuru kupelekwa kwa wanajeshi zaidi ya 700 ili kusaidia kupambana na machafuko yanayoendelea mjini humo. Gavana wa California Gavin Newsom alilaani hatua hiyo ya Trump na kusema kuwa hatamshtaki kwa kuagiza kutumwa kwa maafisa hao bila ya idhini yake. Donald Trump's government isn't protecting our communities, they're traumatizing our communities. And that seems to be the entire point. California will keep fighting. We'll keep fighting on behalf of our people, all of our people, including in the courts. Just yesterday, we filed a legal challenge to Donald Trump's reckless deployment of American troops to a major American city.
Today, we sought an emergency court order to stop the use of the American military to engage in law enforcement activities across Los Angeles. Hata hivyo, Trump alikanusha kauli hiyo na kusema, what I think it is, I mean, if we see danger to our country and to our citizens, we'll be very, very strong in terms of law and order. Hii inaonekana kuwa mara ya kwanza katika miongo kadhaa kwa jeshi la ulinzi la taifa hilo kutumika jimboni bila ombi kutoka kwa gavana wake. Kuwasili kwa vikosi hivyo kulifuatia siku mbili za maandamano ambayo yalianza Ijumaa mitaani Los Angeles baada ya maafisa wa shirikisho la uhamiaji kuwakamata wahamiaji haramu mjini humo. Trump aidha alitaja kipengele cha kisheria kinachomruhusu kutumia vikosi vya shirikisho wakati wa uasi dhidi ya mamlaka ya serikali ya Marekani. Umoja wa Mataifa ulipaza sauti kuhusu matukio hayo na kutoa wito kwa nyuzi zote za serikali, ikiwa ni pamoja na mamlaka ya majimbo na shirikisho, kuzuia matumizi zaidi ya wanajeshi kwenye machafuko hayo. Nikiripotia 103.9 MUFM, jina langu ni Oliech Elizabeth. Na kwenye ulingo wa michezo ni kwamba bingwa Olimpiki Beatrice Chebet aliweka rekodi mpya katika mbio za mita 1500 baada ya michezo maarufu mjijini Roma kwenye ligi ya Diamond iliyofanyika wiki jana. Ann Mwendwa na maelezo zaidi. Hata baada ya kunyakua rekodi hiyo, bingwa huyo wa Olimpiki bado ana matumaini ya kufanya vyema zaidi. Like I said yesterday, I'm going to run my own race because I'm feeling the body is in a good shape. So I have to try to see how far I can go when I push alone. You see, the pacemaker drop after 2000. So I said, let me push and see what I'm capable of, because our target was 14:15. But after running 14:05, a personal best, and I'm meeting record, I'm so impressed. So I see world record is capable, and I'm going to plan for it. Katika mkondo wa ligi ya Diamond mjini Doha, Chebet alishindwa kwa sekunde 6 kuvunja rekodi ya dunia ya mbio za mita 3000 za wanawake alipotumia dakika 8 na takriban sekunde 11. Siku ya Ijumaa usiku wiki iliyopita katika mji mkuu wa Italia, bingwa huyo mwenye umri wa miaka 25 alikuwa mwepesi kwa sekunde 3 tu kuliko rekodi ya dunia ya mbio za mita 5000 za wanawake ambayo kwa sasa inashikiliwa na Gudaf Segei wa Ethiopia. Chebet alishinda muda wa kwanza duniani na kufikia rekodi ya dakika 14 na sekunde 3, akiongeza sifa yake inayochipuka kama malkia wa riadha. Na katika volleyball, Kenya Pipeline hatimaye imetoa tena taji la ligi ya kitaifa huko Kasarani baada ya misimu miwili ya kukaribia na kisha kuporomoka. Washindi hao walipata mafanikio hayo wiki jana walipoishinda kurugenzi ya upelelezi wa jinai DCI katika mchezo wa pili kati ya 3 bora uliochezwa katika uwanja wa ndani wa Kasarani mnamo Jumamosi wiki iliyopita. Mafanikio hayo hata hivyo hayakuwa rahisi, kwani walilazimika kuchimba kina na kulazimisha ushindi wa mabao 2 kwa nunge katika msisimko wa kusisimua wa seti 5 ambao ulikuwa na wapenda volleyball miguuni mwao wakati wote wa pambano hilo. Hatimaye katika gofu, Evans Kirui na Josephine Chesang ndio washindi wa mfululizo wa gofu wa NCBA uliofanyika tarehe 9 Juni mwaka huu mjini Kitale. Wawili hao ni miongoni mwa wachezaji wengine 4 wa gofu waliofuzu kwa fainali kuu inayopangwa kufanyika Novemba baadaye mwakani. Kirui alinyakua alama 81 katika safu ya wanaume, huku Chesang akiibuka kinara wa siku katika safu ya wanawake kwa alama 91. Ann Mwendwa nikiripotia meza ya michezo, michipuko ya wiki ya 103.9 MUFM. Taarifa hiyo inatutamatishia makala yetu ya michipuko ya wiki ya juma hili. Usikose kuungana nasi wiki ijayo kwa taarifa zinazogonga vichwa vya habari. Shukrani za dhati kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, akiwemo mzalishaji wetu Ann Mwendwa, ripota wetu wenye haiba kuu, na wewe msikilizaji wetu kwa kutusikiza. Nimekuwa msomaji wako John Ouma.
Michipuko ya 103.9 MUFM kwa taarifa ndani na nje ya chuo kikuu cha Moi.